Ni mwili tu unashindwa kujitegemea. Yaani ni pale ambapo unapokuwa unatumia njia fulani ya uzazi wa mpango, lakini ulikuwa upati changamoto yoyote, ila unapomaliza either ni mwezi wa kwanza, wa pili au wa tatu, wengine wanaenda hadi mwezi wa 4, wanajishangaa tu kama ni hedhi inakata ghafla. Wanajishangaa tu kama ni kutaka kubeba ujauzito, wanashindwa kufanikiwa ghafla. Ukweli ni kwamba mwili unashindwa kujirudi kawaida baada ya kuwa na vile viambata ambavyo vilikuwa vipo katika kuhakikisha ile njia ya uzazi wa mpango inakuwa inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo nini sasa unatakiwa ufanye? Kitu cha kufanya kwanza ni kufuatilia utaratibu na uendeshaji wako wa mfumo wa hormone, lakini pia kufuatilia mzunguko wako vipi unaendaje, pia kufuatilia ovulation yako vipi inafanyikaje, unapata zile dalili vizuri. Hizi zote kuweka sawa mfumo wako wa uzazi na ufanikiwe kubeba ujauzito. Lakini jambo la muhimu zaidi, hakikisha unaweka sawa mfumo wako wa lishe. Yaani vyakula unavyokula kila siku vivyo vinaendana na mfumo wa uzazi ili ufanikiwe kurejesha mfumo wako wa uzazi vizuri, na hata kama ni kubeba ujauzito baada ya kutumia njia ya uzazi wa mpango ufanikiwe vizuri, licha ya kuwa na changamoto ndogo ndogo ambazo zilizojitokeza baada ya wewe kumaliza ile njia ya uzazi wa mpango. Na ndio maana yake napenda kusema kwamba nipo nawe katika safari ya kuitwa mama.